بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu, tunaendelea na silsila yetu hii maarifatu asma'illahi tabaraka wa taala alhusna wa thamaratihi, kuyajua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu na faida au matunda tunaweza kuyavuna katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Katika darasa iliyopita nilieleza faida ya kwanza au faida moja miongoni mwa faida nyingi ambazo la tuaddu wala tuhsa, hazihesabiki na wala hazidhibitiki kwa idadi. Tukataja mahabbatullahi jalla wa ala, kwamba ukimjua Allah kupitia majina yake matukufu na sifa zake, kuna mambo mengi yanapatikana, mwisho natija inakuwa ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukasema ukimpenda Allah kuna mengi unayapata. Leo tuanzie hapo. Inna mahabbatallahi jalla wa ala, hakika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, allati malaat wa malakat qalba almu'min, mapenzi yaliyojaa ndani ya moyo wa muumini, mapenzi yaliyoumiliki moyo wa muumini. Haya mambo yanamsukuma katika mambo gani? Katika kuingia dhimni ya maneno aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara aya nambari 165. Allah jalla wa ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wa huna mahallu shahid, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah jalla wa ala anatuambia wako miongoni mwa watu ambao wana waungu wao, wana miungu yao ya kishirikina, wana vitu ambavyo ndiyo miungu yao. Na napenda aya hii ieleweke vizuri. Tukitaja kwamba watu wana miungu yao, waweza wewe ukajitoa ukasema mimi sina Mungu, sina sanamu. La, wakati mwingine wal billah, nafsi zetu zinayapenda mambo, mapenzi ambayo mtu anaweza akalia, anaweza akaumia, anaweza akajuta, bali anaweza kusacrifice kitu chochote kwa ajili ya hicho kitu anachokipenda. Ikifika wakati huo, nafsi yako imefika level hiyo ya kukipenda kitu, mapenzi ya namna hiyo, ya kuwa tayari kulia, kuumia, kujitoa, au pengine kufika pahala ukaacha faraidh kwa sababu ya kitu hicho, tayari kimechukua nafasi ya kuwa ni kama Mungu mtu, au ni kama Mungu wako, muabudiwa wako. Takupeni mfano. Tazameni leo ala sabili almithal mpira. Tunapozungumza mpira leo katika dunia yetu ya sasa, tunazungumza Mungu sanamu, wal billah. Kwa sababu kama inafika pahala mtu anaweza akaacha kuswali kwa sababu ya mpira, kama inayofika pahala mtu anaweza akachukiana na mtu, wakatukanana, udugu wa Kiislamu ukawekwa kando, wakavunjiana heshima kwa sababu ya mpira. Hii ni mapenzi kiasi gani? Subhanallah. Sasa Allah anasema wako miongoni mwa watu wamejifanyia waungu, yuhibbunahum, wanawapenda hao waungu wao, kahubbillah, yani mapenzi yamefika katika level ambayo mapenzi yale yalitakiwa yawe ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah akafanya istithna, akawatoa waumini, akasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Lakini walioamini kikweli, na ndio tunapambana tufike hapo kwenye level ya kuwa ni waumini, ashaddu hubban lillah, wana mapenzi zaidi, wana mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya mapenzi, ndugu zangu, sio ya kudai tu kwamba mimi nampenda Allah. La, Allah jalla wa ala aliwapa mtihani watu, na aya hii ninayokusudia kuisoma ahlul ilmi wanaita ayatul ikhtibar. Za'ama an-nasu mahabbata Allah jalla wa ala, wako watu walidai mapenzi ya kumpenda Allah kama tunavyodai sisi. Nasema kudai kwa sababu waqi na uhalisia wa maisha yetu unaonyesha ni kinyume na yale tunayoyasema katika vinywa vyetu. Lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Walipodai watu kumpenda Allah, Allah kawatahini kwa mtihani huu wa kwamba kama kweli nyinyi madai yenu ni sahihi kwamba mna mapenzi na mimi, basi kipimo ni hiki, mtiini mtume wangu. Allah anasema katika Qur'an, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
aya hii imekuja kuwa ni mtihani kwa kila anayedai kumpenda Allah. Kipimo ni kiasi gani unamfuata Mtume SAW, kipimo ni kiasi gani unaishi chini ya mafundisho ya Mtume SAW, kipimo ni kiasi gani unazithamini na kuziheshimu sunna na mafundisho sahihi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunasema mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala yaliyojaa katika moyo, yakaumiliki moyo, yanampelekea mtu kuwa na mapenzi zaidi. Waman ta'ammala fi asma'illahi wa sifatihi, wanawachuoni wanasema mwenye kutazama kwa mazingatio na akachukua ibra katika majina ya Allah na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, walahadha wa raa ni'ama Allahi alayhi, akachunguza akazitazama neema za Allah jalla wa ala zilizomzunguka ambazo ni nyingi hazihesabiki. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kama mtazihesabu neema za Allah kamwe hamwezi kuzidhibiti kwa idadi. Inna Allaha laghafurur rahim, hakika Allah jalla wa ala mtukufu ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa huruma. Wa kaifa la yakunu hubbullahi ta'ala a'zamu ladayhi, mtu mwenye kuzitazama neema hizi za Allah kwa mazingatio, hapana shaka atampenda Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa na mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah fi ad-da'i wad-dawa, al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake ad-da'u wad-dawa kuna maneno mazuri sana amezungumza kuhusiana na eneo hili la moyo kumpenda Allah jalla wa ala, haki ya kumpenda. Anasema alqulubu mafturatun majbulatun ala mahabbati man an'ama alaiha wa ahsana ilaiha, nyoyo maumbile yake jinsi Allah alivyoziumba zimeumbwa katika umbile la kumpenda na kumthamini kila mwenye kuzifanyia vizuri, na hili kila mmoja analielewa. Wewe ndugu yangu, mtu akikufadhili akakutatulia tatizo akabeba baadhi ya matatizo yako, automatic unakuta kwamba unampenda. Haya ni maumbile. Akasema fa kaifa biman kana al-ihsanu minhu, ikiwa ndivyo hivyo kibinadamu unampenda aliyekufanyia wema, hebu nenda mbali zaidi katika kufikiria wema huu aliyoufanya na yeye ni kutokana na kwamba kafanyiwa wema na yule ambaye ni asili ya wema, ambaye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukinisaidia kwa sababu una pesa, yuko aliyekupa pesa. Na ndio maana mafundisho sahihi, mtu akikusaidia akakufanyia ihsan, shukrani kubwa ni kusema jazakallahu khairan ahsana Allahu ilaik, lakini shukrani zako unazirejesha kwa nani? Kwa Allah. Alhamdulillah, manake namhimidi na kumshukuru Allah ambaye kakupa moyo wa wewe kunisaidia, wa illa kama Allah hajakupa moyo usingeweza kunisaidia. Kwa hiyo kama nyoyo zimeumbwa katika umbile la kumpenda anayezifanyia mazuri, bila shaka ni wajib au ni mimbabi aula zimpende Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ihsani zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zote ambazo ziko kwetu sisi zimetuzunguka zinatoka kwake Allah tabaraka wa ta'ala, wahdahu la sharika la. Allah tabaraka wa ta'ala katika surati an-Nahl 53 anasema wama bikum min ni'matin famin Allah, na chochote mlicho nacho katika neema, jikague mwanadamu, tazama kama kuna hata moja ambayo unaweza ukakanusha kwamba hapana, hii sio ya Allah, wallahi huwezi kupata. Anzia neema ulizonazo katika mwili wako, akili yako, macho yako, uwezo wako, kazi zako, kila kitu, hesabu wala huwezi kumaliza. Sosi yake ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukitazama mazingira kama hayo kwamba neema zote zinatokana na Allah na wewe waweza kumpenda na ukamthamini anayekufanyia vizuri, utapata kujua ndugu yangu katika imani ni kiasi gani sisi ni watovu wa shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zinazozunguka hapa duniani baina yetu, almutabadala fima bainana, ni zile neema za Allah. Kwa hiyo shukrani kubwa zilitakiwa zirejeshwe kwa nani? Kwa Allah. Mapenzi ya kweli yalitakiwa yarejeshwe kwa nani? Kwa Allah. Kama ni asante, basi asante irejeshwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema vile vile Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, fa idha ndamma da'i al-ihsan wal-in'am ila da'i al-kamali wal-jamal, yakikutana mambo mawili, zile sababu za kufanya wema
zikakutana na sababu za ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala na uzuri wake, lam yatakhallaf an mahabbati hadha sha'nuhu, hawezi kuwa mbali mtu na kumpenda yule ambaye hii ndiyo shani yake. Allah jalla wa ala ni mwenye neema juu yetu. Allah jalla wa ala ni mwenye ukamilifu na mwenye uzuri usiomithilika. Hivi viwili vikikutana vinapelekea mwanadamu ana uwajibu wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, bali nyoyo zitajikuta zote zinataka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, inna Allah tabaraka wa ta'ala fatara alquluba ala mahabbati almuhsin. Allah jalla wa ala ameziumba nyoyo katika tabia ya kumpenda mwenye kuzifanyia wema. Alkamilu fi awsafihi wa akhlaqihi, lakini yule aliyemkamilifu ambaye ni Allah, mwenye sifa zilizokamilifu, mwenye tabia za wema kuliko kiumbe chake chochote. Sasa ikiwa hili ndio umbile la Allah subhanahu wa ta'ala, allati fatara quluba alibadi alaiha, ambalo ndilo umbile Allah jalla wa ala ameziumba nyoyo za waja wake katika umbile hilo, faminal ma'lumi annahu la ahada a'zamu ihsanan minhu subhanahu wa ta'ala. Sote tunakubali kwamba hakuna mwenye ihsani kubwa kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, wala shay'a akmala wa ajmala minhu subhanahu wa ta'ala, wala hakuna kitu chochote chenye ukamilifu na uzuri kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu jamalin wa kamalin fil makhluq famin athari sun'ihi tabaraka wa ta'ala. Kila uzuri utakaoona kwa mwanadamu leo, unaweza kumkuta mtu anasema fulani masha Allah ana tabia nzuri hazina mfano, ana ihsani hakuna mfano, ni mzuri hakuna mfano. Kila ukamilifu unaoona kwa mwanadamu umetokana na kipawa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila uzuri, kila wema, kila tabia zilizokuwa njema ambazo sisi tunaziona na tunazipenda zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi yote haya ni mambo ambayo yanatakiwa yatusukume kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bado tupo kwenye nukta ya kumpenda Allah inayozaliwa kutokana na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimjua Allah tutampenda, na tukimpenda Allah tutatekeleza maamrisho yake. Leo tuishie hapa, insha Allahu ta'ala tukutane tena katika kipindi kingine. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullah.